nyimbo ambazo Bwana Yesu amezikataa. Hebu mwambie mwenzio, ni wakati sasa wa kumfunua shetani. Mwambie jirani yako, ni wakati sasa wa kumweka wazi shetani na nyimbo zake, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Shangilia Yesu. Haleluya. Afi mtu hapa kwa jina la Yesu. Shetani lazima abomoke vipande vipande kwa jina la Yesu. Ni wakati wa kwenda kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ni wakati wa kwenda kumtukuza Bwana katika roho na kweli. Ni wakati wa kumsifu Bwana katika roho na kweli. Wakati wa Bwana umefika. Wakati wa Bwana umefika. Ni wakati wa kwenda kumtukuza Yesu, kumsifu na kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Bwana Yesu, asante na kushukuru. Asante kwa upendo huu wa samani ulioachilia kati yetu. Baba, ninaomba mapenzi yako yakatimizwe sasa na siri zote za shetani zikawekwe wazi katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Sasa katika maombi haya Yesu ametujulisha ziko nyimbo tulikuwa tukiziimba hapa. Haleluya. Ziko nyimbo 22 za shetani. Sasa hizi ni nyimbo ambazo tumechukua tu baadhi ya zile ambazo tulikuwa tukiimba sisi hapa kanisani. Sawa? Zile baadhi tu tulizokuwa tukiimba hapa kanisani, sababu zimeandikwa kwenye daftari tulizokuwa tukiimba. Tumezichukua zile kuingia nazo kwenye maombi. Mungu, tunaomba katika hizi. Ametujulisha nyimbo 22. Haleluya. Za kuabudu. Za kunini? Za kuabudu 22 za shetani. Sasa hatujaingiza nyimbo za huko wanaoimba huko waimbaji wa injili. Hatujaingiza hizo. Sasa hebu fikiria madhara yalivyokuwa makubwa, uharibifu ulivyokuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nitazisoma hizi 22. Nyimbo ya kwanza. Nyimbo ya kwanza inaitwa nataka nifanane nawe Yesu moyo wangu. Hii ni nyimbo ya shetani. Haleluya. Imeimbwa na huwa tulikuwa tunaimba nataka nifanane nawe Yesu moyo wangu. Sasa neno la Mungu linakataa kwamba wewe huwezi kufanana na Yesu. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi. Fungua kitabu cha Isaya sura ile ya 40 na ule mstari wa 25. Isaya sura ile ya 40, shetani utamgundua kwenye neno. Isaya sura ile ya 40 na ule mstari wa 25 imeandikwa hivi. Mtanifananisha na nani? Basi nipate kuwa sawa naye, asema yeye aliye mtakatifu. Mtanifananisha na nani nipate kuwa sawa naye? Huyu anaimba nataka nifanane nawe Yesu. Lakini pia Isaya sura ya 46, sogea pale mbele, 46 mstari wa 5 imeandikwa hivi. Mtanifananisha na nani na kunisawazisha naye na kunilinganisha naye ili tuwe sawa sawa? Ili neno utaliondoa kwenye Biblia. Sina nyimbo, zipo nyimbo za kusifu, ya kusifu inaimbwa kwamba anasema kwamba siwezi kufanana na wewe, si inaimbwaje ile? Hakuna wa kufanana na Yesu.
Hakuna wa kufanana na Yesu. Huyu hapa ameimba nyimbo anataka afanane na Yesu. Na wakati kuna nyimbo tena inampinga, neno linapinga, huwezi ukafanana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo huu umetoka kuzimu. Na wimbo huu unakuja kumgundua shetani mwenyewe. Kwenye wimbo tumesoma hapa neno, haleluya, anasema nami nitakiinua kiti changu nifanane na yeye aliye juu. Haleluya. Shetani mpango wake afanane na Mungu. Kwa hiyo wasi wake atauleta kwako ili na wewe ufanane na nani? Na Mungu. Kwa hiyo atakuingizia nyimbo, nataka nifanane nawe Yesu. Wewe huwezi kufanana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ila shetani yeye alitaka afanane na Mungu na akatupwa. Kwa hiyo na wewe ukitaka kufanana na Mungu tu, uharibifu unaingia ndani yako. Kwa sababu huo ni uasi. Ndio maana Yesu anasema utanilinganisha na nani? Wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili, ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Mpiga dramu anatamani apige. Unaona nyimbo inavyoimbwa, yani unaisikia kabisa kwamba nyimbo ya shetani hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwa maneno ya kinywa chako utahesabiwa haki, na kwa maneno ya kinywa chako utahukumiwa. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako na umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Shetani atazileta nyimbo ambazo zina mtego. Unapoziimba tayari wewe unafungwa kwa kupitia hizo nyimbo. Sasa anasema ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Sasa neno la Mungu linasema hivi, kwa nini utendewe maajabu afu ushindwe kueleza? Fungua kitabu cha Zaburi sura ile ya 9 na ule mstari wa 11. Zaburi sura ile ya 9 na ule mstari wa 11. Imeandikwa, mwimbieni Bwana akae Sayuni, yatangazeni kati ya watu matendo yake. Yatangazeni kati ya watu matendo yake. Yeye anasema ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Yesu akutendea maajabu siweze kueleza. Bwana Yesu asifiwe. Huo wimbo wa ngapi? Wa pili. Wimbo wa tatu, you are Yahweh, you are Yahweh. Shetani anapigwa kuzimu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Wimbo ukiimbwa hapo nakuta watu wanarukaruka namna hii. Haleluya. Uwepo, kumbe ni uwepo unatoka wapi? Shimoni. Tulikuwa nusu weusi nusu weupe. Sasa Yesu anatubadilishia mavazi leo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatubadilishia mavazi leo. Anakuvika vazi la sifa ambalo yeye amelikusudia ulivae, na leo unalivaa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ili jina la Yahweh, ili jina linaaminika kwamba ni jina la Mungu. Linatoka kwenye herufi hizi YHWH, kwamba ili ni jina la Mungu. Kwa hiyo katika kulielezea anaitwa Yahweh. Haleluya, anaitwa Yahweh. Lakini huyu Yahweh
Ukimwangalia kwenye Agano la Kale na Agano Jipya, hayupo mtu anayeitwa Yawe kwenye Biblia. Sio Biblia ya Kiswahili, hata Biblia ya Kiingereza. Na neno la Mungu linasema atakayeongeza maneno ya unabii wa kitabu hiki ataongezewa mapigo mbele za Bwana, na atakayepunguza. Unalitoa wapi jina la Yawe kwenye Biblia? Usilete tafsiri yako. Mungu amekupa Biblia hii, hili ndio neno lake. Haleluya, hili ndio neno. Sasa nyimbo za Yawe ziko nyingi sana. Ndio maana Mungu alitaka tuingie kuomba, afunue siri hizi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kwenye Biblia liko jina la Yahu, sio Yawe. Fungua kitabu cha Zaburi sura ya 68. Zaburi sura ya 68. Mchungaji, jina la Yawe alipo kwenye Biblia kuna Yahu, sio Yawe. 68 ule mstari wa 4 imeandikwa, mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake, mtengenezeni njia ya barabara, apitaye jangwani kama mpanda farasi. Jina lake ni Yahu. Jina lake ni nani? Ni Yahu. Ukiangalia kwenye Biblia ya Kiingereza, hii neno Yawe anaitwa Jah, Jah. Hakuna Yawe. Haleluya. Hakuna nini? Yawe. Nyimbo ya 4, na ijulikane kama upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kama upo Mungu wa nini? Wa Eliya. Na uzuri, Jehova. Kwenye Biblia ya Kiswahili wameandika Yehova, ya Kiingereza Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu unatakiwa ukijue. Kwenye Biblia wameandika nini? Fuata hicho, kwa sababu hili ndio neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nimesoma theolojia. Haya majina yote haya tumefundishwa kule, yako mengi sana, ni historia. Sijui umenielewa eh? Tunasimama na neno. Neno la dumu hata milele, kwa jina la Yesu. Na ijulikane kama upo Mungu wa Eliya. Maana yake huyu anayeimba anasema na ijulikane kama upo Mungu wa Eliya. Maana yake ana mambo haya mawili, yawezekana hayupo. Na huu wimbo umetoka kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 14. Pale imeandikwa kwa habari ya Mungu wa Eliya. Unamwona Elisha alipochukua koti la Eliya, akafika kwenye ule mto, akapiga, akatamka na ijulikane Mungu wa Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma kwenye Biblia, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na nani? Na Yakobo. Yesu anaishi ndani yako. Usije ukasema kwamba ninamwomba Mungu wa mchungaji Peter, maana yake wewe una. Ukisema namwomba Mungu wa mchungaji Peter, maana yake wewe una huyo Mungu, ila mchungaji Peter ndo anaye huyo Mungu. Hapana, wewe unaye Yesu, kwa jina la Yesu. Yeah. Haleluya. Kwa hiyo Mungu
akathibitisha kupitia waimbaji na viongozi wote ambao tulikuwa tunaomba. Majibu haya, yani hizi nyimbo nazozileta hapa, Mungu ameleta majibu kupitia watu wengine 5, 6, wengine 4, wengine 3. Mungu analeta huyu, anasema Yesu ameniambia hii nyimbo sio ya kwake, hii nyimbo sio ya kwake, hii nyimbo sio ya kwake, hii nyimbo sio ya kwake. Bado tukakaa wachungaji kuomba na kumwambia Mungu tujulishe usahihi. Yesu akatujulisha usahihi. Haleluya. Hii nyimbo ya ngapi hiyo nimesema? Ya 4. Ya 5, utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe. Mmoja achukue maiki hapo, mwimbaji mmoja. Aileen. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe. Sasa nikisoma hivi unaweza usiujue wimbo mpaka uimbiwe. Hebu imba kwanza tu wasikie. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe. Haleluya, umeusikia Mwimbo wa 6. Najua Bwana anatengeneza njia Huo ni mwimbo uliotoka kwa yule muovu. Una wimbo unaona kama mchungaji Yesu si anatengeneza njia, anatutengenezea njia, inakuwaje wimbo unakuwa shetani? Utaugundua kwenye nini? Kwenye neno. Ndio maana huwezi ukamjua shetani kama ulijui nini? Neno. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi, Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 6. Shetani alijiwekeza kwa ukubwa sana kanisani kupitia hizi nyimbo, lakini ashukuriwe Yesu hajatuacha tuangamie, bali ametuokoa. Mstari ule wa 6 anasema hivi, Yesu akamwambia yule mama Msamaria, hapana, anamwambia Tomaso. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hili ni neno la Mungu na uwezo kaliondoa kwenye Biblia. Haleluya. Wewe ndio unayetengeneza njia mbele za Bwana. Wewe ndiye, Yesu mwenyewe yeye ndio njia. Umenielewa vizuri? Yeye mwenyewe ni njia. Yesu mwenyewe ni njia, ila wewe ndio unayetengeneza njia. Tayari ipo. Ndio maana Yohana Mbatizaji alikuja kutengeneza nini? Njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Mungu anayafunua haya mpaka tukao tunashangaa. Nasema Bwana Yesu inawezekanaje? Anakwambia imeandikwa, niite nami nitakuitikia, nami nitakujulisha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Haleluya. Ndio Yesu haya anakujulisha. Utake usitake, huu ndio ukweli. Lakini kuna wengine wana tabia zile za ubishi ndani. Sasa neno la Mungu linasema Mungu ameweka mitume, wachungaji, manabii ili kuwakamilisha watakatifu. Ukiweka ubishi unataka ukamilishwe na nani? Haleluya. Kwa hiyo na kujulisha hizi nyimbo ili uweze kujua. Watumishi wa Mungu wameingia gharama ya kuomba, kunyenyekea mbele za Mungu, na Yesu ameyafunua haya. Wimbo wa 7 kama ule wa kwanza. Angalia huyu shetani alivyo, anasema sawa na wewe Yesu
zote niwe sawa na wewe. Si mlikuwa tunaimba hapo? Yaani wewe Yesu akikuangalia anasema huyu mtoto ananichefua huyu. Yaani anataka wewe sawa na mimi tena. Haleluya. Sasa huu wimbo niwe sawa na wewe, siku zote niwe sawa na wewe Yesu. Tunarudia tena kule kwenye ule wimbo wa kwanza. Yesu anasema hivi, utanifananisha mimi na nani? Unisawazishe naye, yani unilinganishe naye. Yeye afananishwi na chochote. Haleluya. Shetani alitaka afanane na Mungu, awe sawa na Mungu. Kwa hiyo analeta nyimbo uimbe, ili zile nyimbo zikushtaki wewe mbele za Mungu kwamba unataka uwe sawa na nani? Na Mungu. Hii nyimbo imetoka shimoni, kuzimu, inaimbwa makanisani leo. Nataka niwaonyeshe muone kanisa lilipofikia kwenye upande wa hizi nyimbo ambazo tunamsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Nyimbo ya 8. Hebu imba nyimbo ya 8. Ulisema naposhindwa nikuite. Wanaimbaje? Usiweke maiki mbali wewe. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Haleluya. Anasema ulisema naposhindwa nikuite. Wapi Yesu aliposema kwamba ukishindwa ndio umuite? Na wakati neno la Mungu ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 15 mstari wa 5, hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi. Yaani sisi hatuwezi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wimbo huo shetani anaweka maneno, yale maneno yanakufunga, unachafuka unapoimba huo wimbo. Wimbo wa 9. Hebu niimbie wimbo wa Hosana. Imba nyimbo ya Hosana. Hosana. Wewe nisikilize mimi ninachokuagiza ndio ufanye. Hosana. 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 Ndiwe Mungu wetu. Haleluya. Wimbo huu una ubaya gani? Ni wimbo mzuri tu, si ndio Hosana imeandikwa kwenye Biblia. Lakini Yesu ametujulisha hivi, huu wimbo ulipoenda kuimbwa, yani ulipoimbwa, huyu mtu aliopewa huu wimbo alipokwenda kuimba huu wimbo ulikuwa na michanganyo. Haleluya. Ulikuwa na michanganyo. Kwanza kabisa vyombo vilivyotumika vilikuwa ni vyombo vya kidunia. Yaani kuna vile vyombo vya mziki, wanaimba mziki wa kidunia, vinaitwa DDC Mlimani Park. Ndio vilivyotumika kuimba wimbo huu, lakini pia sio huu tu, kuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine. Sasa Yesu anasema niondoleeni kelele za vinanda vyenu. Ndio maana Daudi alikuwa na roho wa Mungu akamwezesha kupiga. Alipokuwa akipiga
kile kinanda kile na lile gitaa alipokuwa akipiga, Roho wa Mungu aliachilia uvuvio wa nguvu za Mungu, zikaondoa ile roho mbaya iliyomkamata Sauli. Kwa hiyo hivi vyombo vinatakiwa na vyenyewe vitumike katika utukufu wa Mungu. Vikiwa na michanganyo, hivi vyombo wamepigia taarabu, alafu unakichukua hiko chombo unakileta kanisani, hiko chombo hapana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo huu wimbo utajua mambo mengi leo. Utajua siri nyingi. 10. Kuna huu wimbo unaitwa mimi nipungue, wewe uongezeke. Huu wimbo ni wa kishetani. Unajifunga mwenyewe kwamba wewe upungue kabisa. Sawa Anasema wewe uongezeke. Lakini ukija kusoma kwenye Biblia, neno la Mungu linasema hata kwenye kile kitabu cha Mwanzo, Mungu anawabarikia. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza kabisa mstari wa 28, Mungu anawabarikia wa watu. Aliwaambia jambo hili, angalia umbaraka wa Mungu, na Mungu sio kigeugeu. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke. Mungu kusudi lake wewe uongezeke, sio upungue. Wenyewe wanasema kwamba Yohana aliwaambia wanafunzi wake, Yesu anatendaje huko, anafanyeje? Akasema basi sina budi mimi kupungua, yeye aongezeke. Aliposema hivyo, mimi nipungue, yeye aongezeke, nini kilichotokea kwa Yohana? Alikufa mpaka akakatwa nini? Kichwa. Kuna vitu Mungu anakufundisha sema wewe ujui. Utakiwi wewe kupungua. Unapoimba wimbo huu, maana yake shetani anapata nafasi ya kukupunguza. Ulikuwa na nguvu za Mungu, anakufyonza, anakuinulia mashtaka. Yesu anasema yeye apungue huyu. Sasa tunampunguza leo. Wanakufyonza kweli kweli. Ukiamka umekuwa mkame, unasema shida ni nini? Kumbe uliweka mwimbo usiku unaimba upungue wewe. Haleluya. Kuna wimbo wa 11, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ninasema ndiyo. Unasema ndiyo nini? Ndiyo nini? Nyimbo inabeba maana, inabeba tukuzo. Ndiyo Bwana, ndiyo nini? Umeishia tu hapo, ndiyo Bwana, ninasema ndiyo. Ndiyo nini? Yesu, ninakushukuru kwa maana shetani alitushikilia kwa ukubwa sana kupitia hizi nyimbo. Mchungaji anabubujika kabisa, ninasema ndiyo. Yesu ametusaidia, amenihurumia. Haleluya. Amenihurumia kwa sababu tulikuwa tunaenenda katika ujinga, lakini sasa Yesu anataka tuenende tukiwa tunaona. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo wa 12. Wimbo tumemwomba Mungu, anasema sio wa kwake. Unaimbwa wimbo huu ni wako, muumbaji wa vyote. Bwana Yesu asifiwe.
hizi ni nyimbo sisi ambazo tumeomba, tulikuwa tukiziimba hapa kanisani. Baadhi hizi Yesu ndo amesema hizi hapana, hatujaweka nyimbo zingine huko. Sasa ndio maana Mungu anataka uchukue tahadhari kubwa. Yaani ukigusa sasa nyimbo za waimbaji au binafsi, huko ndio hatari nzito. Haleluya. Tuendelee, anaendelea anasema wa 12, wa 13, yu mwema anastahili moyo wangu, sifa zangu mpe Bwana. Imba huu wimbo. Yu mwema anastahili moyo wangu, sifa zako mpe Bwana. Anastahili moyo wako. Huu wimbo Yesu ameukataa, sio wa kwake. 14, nataka kusema na wewe. Imba. Nataka kusema nawe. Kwa nini anaimba? Ili ujue. Haleluya. Nikisema tu nataka kusema na wewe, unaweza usiujue wimbo. Ndio maana anaimba ili usikie. Sasa mchungaji anaimbaje tena nyimbo tayari zishajulikana za shetani? Lazima tukujulishe. Haleluya. Wimbo wa 15 unaitwa twakuabudu wewe tu Bwana uketie enzini pako. Imba. Twakuabudu wewe tu Bwana uketie enzini. Huo Yesu ameukataa. Namba 16 unaitwa uninyunyizie maji wakati wa ukame. Imba. Uninyunyizia maji. Huu mwimbo nilikuwa napendaga sana kuuimba. Haleluya. Yaani sikuwaza wala kujua kwamba huu wimbo wa kishetani, kwa sababu nilikuwa naupenda. Lakini unapompa nafasi ya kumwomba, yaani unapompa nafasi Roho Mtakatifu, anakufunulia yote. Mpaka nikasema aisee, Mungu anawapa watu majibu. Mtu wa kwanza amekuja, mchungaji, wimbo huu Yesu amesema hapana. Mwingine tunaingia tu tunaomba hapa anainuka na majibu. Wimbo huu hapana. Mwingine tena ameleta huu hapana. Mwingine akasema hamna. Mimi kwa sababu ni mchungaji na mimi nina maamuzi yangu. Haleluya. Kwamba nileteni hapana, lakini huu wimbo naupitisha. Mbona huu wimbo nilikuwa naupenda? Yesu akaniambia sio wa kwangu. Haleluya. Wimbo wa 17 Elohim Shama. Wimbo wa 18 siri ya machozi yangu. Hizi nyimbo zote ataziweka listi yake yote, mtakuwa mnaiona. Lakini pia ukitaka listi hii tutakupa ili usiwe na mashaka. Nina listi ya watu mpaka, yani kila wimbo watu ambao Mungu amewathibitishia. Listi hizo ninazo zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu waliingia kweli kuomba. Yesu akafunua haya. Siri ya machozi yangu. Hebu imba huu. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Uongo. Hebu sema uongo. Unapoimba siri ya machozi haya, unadondosha machozi wewe? Unaimba unafurahi kabisa, siri ya machozi haya yako wapi? Shetani anakushtaki, Yesu muongo huyu. Hauna hata machozi. Alafu unaimba siri ya machozi haya. Machozi yenyewe yako wapi? Unaona Mungu anavyofunua vitu Yaani kuna vitu vilifichika.
Aisee, huu wimbo niliwekaga mpaka kwenye gari. Unapigwa, yani wakati mwingine ukipigwa unasikia kabisa unasema kwa kweli kumbe ni moto wa kigeni. Ni moto wa nini? Wa kigeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyimbo ya 19 nikajaribu kupambana kweli kweli juu ya hii nyimbo, lakini Yesu akasema hapana, pita, iweke pembeni. Nashangazwa na rehema zako. Anashangazwa na rehema za Mungu. Yesu akasema hapana. Wimbo wa 20, wewe ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Upo wenyewe unaoimbwa, lakini huu sio. 21, mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Haleluya. Huu wimbo pia Yesu anasema sio wa kwake. 22, uwepo wako Bwana uwe nami, ombi langu Mungu wangu. Nikisha kuimbia na si unaelewa, lakini au mpaka hili ni aimbe? Mchungaji wewe bwana, tukuelewi vizuri sauti yako, mpaka hili ni aimbe. Hapo utayari umeelewa. Huu wimbo uwepo wako Bwana uwe nami, kwa tunamwomba Mungu. Mbona tukiona tunauangalia tunaona mbona wimbo mzuri, lakini Yesu anasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo hizi za kuabudu 22 Yesu amezikataa. Nyimbo hizi 22 hivyo amezikubali. Yesu ametujibu nyimbo za kuabudu zilizokubaliwa na Bwana, nyimbo 71. Mshangilie Yesu Kristo.